Leo natamani tujikumbushe jambo moja muhimu sana ambalo wazazi wengi wakati mwingine tunalisahau kwa kujua au kwa kutokujua, wakati tunawaombea watoto wetu au wakati tunatamka baraka kwa ajili ya watoto wetu. Wengi tunawaombeaga watoto wetu kwa mafungu. Namaanisha nini? Namaanisha ya kwamba una mtoto zaidi ya mmoja, unavyoomba au kutamka baraka kwa ajili yake, unasema Mungu bariki watoto wangu, Mungu wafanyie 1 2 3 watoto wangu, Mungu walinde watoto wangu, hivyo. Au labda wanaenda shule, mewaita Mungu walinde watoto, walinde njiani, sijui hivyo. Sio mbaya, lakini Mungu anategemea ubariki au uombee watoto wako mmoja mmoja kwa majina yake, kwa sababu ulimwengu wa roho unamtambua kila mtoto kwa jina lake, kwa nafasi yake, na kila mtoto Mungu alivyomuita kwenye hii dunia ana kusudi maalum ambalo Mungu amemuitia, na tabia za watoto pia zinatofautiana. Kila mmoja kwa kadiri ya kile kitu ambacho kiko ndani yake huwa amekuwa na tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama wazazi, wakati tunawaombea hawa watoto au wakati tunawabariki hawa watoto, basi waite mmoja mmoja kwa majina yao, watamkie baraka kwa majina yao, kwa sababu pia kwenye ulimwengu wa roho kila mtoto ana malaika zake au malaika wake specifically. Kwa hiyo utakavyomtamka kwa jina lake, maana yake malaika specifically kwa ajili ya mtoto fulani anaenda kufanya kazi. Neno la Mungu leo linatuambia kwenye kitabu cha Genesis, Mwanzo sura ya 49, tunamwona Yakobo aliita watoto wake wote 12, akaanza kuwatamkia baraka mmoja baada ya mwingine. Kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni enyi, msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israel baba yenu. Mstari wa 3 anasema, Reuben mzaliwa wangu. Anaendelea, ukisoma hizo zote mwanzo mwisho, alikuwa anaita mtoto mmoja mmoja kwa majina yao mmoja mmoja. Na kwenye mstari wa 28 anasema, hizi ndizo kabila za Israel 12, na hayo ndiyo aliyowaambia baba yao na kuwabariki mmoja mmoja kwa mbaraka wake aliwabariki. Yakobo alikuwa na watoto 12 na alichukua nafasi ya kuombea mmoja mmoja kwa majina yao akawabariki. Na kukumbusha mzazi na kukumbusha mlezi, unavyoombea watoto wako, tamka jina lao moja moja. Wanaenda shule, ita Jaydan na kubariki 1 2 3, Jenton na kubariki 1 2 3, Joram na kubariki, kila mmoja kwa majina yao, kwa sababu mbingu zinawatambua specifically. And by the way, wakati unaenda kuwalipia ada, hulipi kwa grupu kwamba watoto wangu wote nawalipia ada hii hapa. Kila mtoto kwa jina lake analipiwa ada tofauti. Unavyoenda kununulia nguo, hununui shati moja kwa ajili ya watoto wangu wote 2 au 3 au 4. Unamnunulia nguo yake specifically, kiatu chake tofauti, uniform and all that. So kama kimwili tunafanya kimoja kimoja kila mmoja, kiroho pia we are supposed to do that, kwa sababu kila mtoto ana kusudi lake, kila mtoto ana baraka zake, tabia yake, lakini kila mtu ana vita yake tofauti. Ni wajibu wako kuwafanyia vitu individually. Mungu awabariki sana. Amen.